Ona kijana anakuambia usimwambie mama yako, ujue ni shetani amekutembelea. Ujue ni shetani kabisa yuko kwenye umbo la kibinadamu. Sababu shetani anataka kuwagombanisha mabinti na mama zao ili mabinti wakose pa kusema, wakose pa kueleza changamoto zao. Kuna binti mmoja niliwahi kumwombea, yuko mtu mdogo. Niliwahi kumwombea, alikuja akaniambiaje? Akaniambia mtumishi wa Mungu, kwanza siku zake zilikuwa zieleweki. Yaani kwanza ameingia period akiwa mdogo sana. Wazazi wa sasa hivi wanasema watoto wanaingia period wakiwa wadogo kwa sababu ya vyakula na nini, na wanasayansi wanaongea, lakini sio kweli. Mabinti wengi walishabakwa wakiwa wadogo. Wakiwa wadogo sana. Nina stories za mabinti wengi waliobakwa wakiwa wadogo. Wengine walipelekwa kwa waganga wa kienyeji. Hasa unaenda kwa yule mzee, unaona, mara nyingi huwa wanasemaje? Wanakuambia hivi, sasa huyu ana matatizo ya tumbo, ngoja tumsaidie. Anakuchukua na kupeleka ndani, halafu anakuambia sasa hii dawa inaingia kwa kupitia hiyo njia unayojua wewe. Na ndio maana mnapaswa kumwomba Mungu. Mtumishi wa Mungu ametangaza maombi, mnapaswa kuwa mnabaki. Vijana siku hizi wengi wanabakwa. Wanabakwa hadi na ndugu zao kabisa wa damu, kaka zao kabisa. Mnapaswa kuwa makini sasa hivi, na mwanaume yeyote anayevaa suruali kuwa naye makini, hata kama ni baba yako. Kuwa naye makini. Uwe na jicho la pili. Ni bora ukaenda polisi au ukaenda kwa mchungaji wako ukamweleza. Mnanielewa vijana? Ninapoongea hivi ninawasaidia kuwa na hatima mbele za baraka baadaye hapo mbele. Hilo usiponielewa yatakutokea. Yatakutokea. Mabinti wengi wamebakwa. Huyu binti alipokuja akaniambia siku zake hazieleweki za hedhi. Nikajiuliza, mbona ni mdogo hivi, hedhi ametoa wapi? Roho Mtakatifu akaniambia muulize zaidi. Nilipomuuliza zaidi akaniambia sawa nakuambia, lakini usimwambie mama. Hiyo usimwambie mama imetoka wapi? Kumbe aliambiwaga miaka 10 iliyopita. Lijamaa limoja alikuwa lazunguka pale kwao. Mama alipotoka tu ameenda kwenye shughuli zake, yule jamaa akamwingilia yule mtoto. Tangu siku hiyo amemuingilia. Unajua yamkini asimuingilie kama mnavyozani, lakini akishafanya chochote kwa yule mtoto atakuwa amemtambulisha kwenye huo ulimwengu. Anataka kulala na mabinti wenzake. Ushogo umeingia. Umeingia kwa namna gani? Alipotambulishiwa hiyo kitu kwenye roho yake. Hii dunia imeharibika. Muwe makini. Unapopiga hatua muombe Mungu. Unapotembea muombe Mungu. Ukiwa nyumbani muombe Mungu. Unapokuwa njiani muombe Mungu. Usiendekeze mazingira yoyote ya uasherati. Kijana wa namna hiyo akija na kutakataka na kamata sketi, mkemee kwa jina la Yesu. Naelewa? Likemee. Ili shetani hilo limekuja. Lakuja kukuharibu mapema tu ukiwa mdogo. Mimi kuna binti mmoja alikuwa mdogo tu, darasa la 6. Ananiambia mimi natembea hadi na madaktari. Nikamwambia madaktari ananiambia wazee, miaka 51. Daktari. Imagine. Anamwambia ili nisikutolee mimba, lala na mimi kwanza. Kuna wengine wanakuta hedhi na uma sana. Maumivu makali mpaka unachoma sindano. Sasa daktari anakuambia anza kuwa na mahusiano na kijana. Kumbe anataka muingie naye kwenye mahusiano. Baadaye anakuambia sasa tukutane mahali fulani. Unashangaa anakuambia sasa lala na mimi. Nikusaidie ili tatizo laondoka hivi. Naondoka kwa kulala na mwanaume. Mwe makini sana. Hatima zenu zisiwe zikaangamizwa. Hebu nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu,